mko kanisani au mwenzako amemwomba Mungu juu ya jambo fulani na wewe ulikuwa na maombi yako umemwomba Mungu, lakini Mungu kamjibu yule wewe kakwacha, ya kupasa wewe ufurahie, still unatakiwa ushangilie ya kwamba na umshukuru Mungu kwamba tunakushukuru Mungu kwa sababu umemjibu yule, sio kwa sababu, maana wengi wanasubiri mpaka Mungu awajibu wao ndo wawe na furaha ya kumshangilia Mungu, ndo wawe na kitu cha kumshukuru Mungu. No, yatupasa tumshukuru Mungu hata kama mimi sijajibiwa, hata kama Mungu hajanijibu, natakiwa nifurahie pale unapofanikiwa, kwa sababu wewe ukifanikiwa natakiwa nimshukuru Mungu kwamba amekujibu wewe. Lengo la kukujibu wewe, kukufanikisha wewe, ni kwa sababu amemwaibisha shetani, kwamba shetani alishapanga au alishasema kwamba sisi tunaomwamini Kristo, sisi watoto wa Mungu hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuwa matajiri, hatuwezi kuwa na afya, hatuwezi kuwa na elimu, hatuwezi kuwa na familia, hatuwezi kuwa na mke, hatuwezi kuwa na mume, hatuwezi kuwa na watoto, hatuwezi kuwa na chochote. Lakini Mungu pale anapomjibu mmoja wetu, yatupasa wote tushangilie, kwa sababu aliyetenda ni Bwana. Na ametenda kwa sababu gani? Shetani alishapanga kwamba iwe hivyo, lakini anavyojibu Bwana tunakiwa tumshukuru na kumshangilia Bwana kwamba asante, umejibu, tumepata sababu ya kumwambia shetani mipango yako imekufa na haiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hata mimi ambaye ninaomba maombi yangu ambayo bado hayajajibiwa, imani yangu inajengeka kwa muundo huo, na ule ujasiri wangu unaongezeka kuona kwamba kama Mungu amemtendea yule na bado nimepata nguvu ya kumshangilia, wote tunamshangilia Mungu kwa yale aliyoyafanya, basi ni dhahiri hakika ya kwamba hata mimi yaamini nyakati zangu zinakuja, wakati wangu unakuja, na ukija Bwana atakaponijibu, na ndugu zangu na wenzangu watafurahia pia.